Leo ya feature yetu mpya ambayo inaitwa Proforma. Proforma unaipata ukienda kwenye sidebar menu, uta click Proforma. Ni feature ambayo imetengenezwa kwa ajili ya wateja ambao wanataka quotation ya bei za dawa lakini watakuja kununua baadaye. Kwa hiyo au kwa wateja wa maofisi. Kwa hiyo unakuja kwenye Proforma, unakuja kwenye click new Proforma. Then una search dawa zako ambazo mteja anakuwa anazitaka kwa ajili ya kumwandikia quotation. Kwenye Proforma unaruhusiwa kusearch dawa, kuchukua hata dawa ambazo hauko nazo kwenye stock. Ukisha chagua kama hivyo step ya pili ni kuhakikisha bei imewekwa. Kwenye Proforma unaruhusiwa hata kuedit bei ili match kutokana na mteja husika. Unaweza kuwa unamtengenezea mteja wako Proforma ambayo ni unique kwake tu. Then unakuja unamchagua huyo mteja. Kwenye Proforma lazima uchague mteja ambao unamwandikia, na pia hapa itaonekana namna ambapo anaweza kalipa. Then unaweza ukaja ukachagua hii Proforma iko valid kwa muda gani, either ni siku 30, mwaka. Hizi bei ambazo umeziweka hapa juu zitakuwa valid kwa muda gani. Then unaweza ukasave draft au ukasubmit. Then tunaweza tukaanza na kusave draft. Ukisave draft maana yake inakuruhusu wewe kuja baadaye kuweza kuedit, na ukija unaona kabisa una edit hii Proforma, na unaweza kuongeza dawa nyingine ama ukapunguza gharama, ukafanya vyote unavyotaka kuedit hii Proforma. Ukisha edit unaweza ukaisubmit. Then usha submit, kwa inaweza ikawa subjected kwa ajili ya kuwa approved, lakini kama una uwezo wa kuapprove inakuwa approved moja kwa moja. Then unaweza ukasema uitume kwa mteja wako. Then unaona tayari unapata hapa. Unaweza ukaiprint na ukaituma kwa mteja husika. So baada ya kuituma kwa mteja husika, sasa Proforma naona sasa ushapata expire date ya Proforma ambayo itakuwa mwezi wa 5, kwa sababu tuliweka mwezi mmoja, na dawa ni hizi hapa, na njia ya malipo na sahihi yako. Kwenye Proforma unaweza baadaye sasa, kwa sababu mteja anaweza baadaye akaja akataka kuilipia na ukataka kuconvert kwenda kwenye invoice, lakini kabla hapo na tukaenda sehemu nyingine na tukaona kwamba unaweza ukareview hii Proforma yako, ukaangalia taarifa za Proforma, dawa uzoziweka, amount ambayo inatakiwa ilipwe, na taarifa zote zinakuwa hapa. Lakini pia kuna kitu kingine kinaitwa picking list, kwa sababu Proforma inaweza kwenye kuuza inaweza ikachukua batch mbalimbali. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa, unaweza ukapata kitu kinaitwa picking list ya kusaidia mtu ambaye anaweza kuchukua dawa kwenye store akaenda nayo, ikamwezesha kwenda kujua system imesuggest au imependekeza aweze kuifulfill hii Proforma kwa namna gani. Kwa mfano hapo unaweza kuona hii dawa tulioichagua hapa inakuwa fulfilled na batch 2. Maana yake batch moja ilikuwa moja na batch nyingine ilikuwa moja. Batch moja ilikuwa haitoshi kuifulfill hii dawa. Ndio maana ya hii picking list. Kwa ukienda kwenye store unaweza ukachukua picking list na ukajua kwamba system kutokana na stock iliyopo imesuggest hii Proforma kuweza kufulfill kwa namna hii. Then kinachofuata hapo labda baada ya kulipa ni kuweza kuiconvert Proforma sasa kuweza kuwa kuwa invoice kamili au kuwa mauzo kamili. Kwa hiyo mteja amekuja sasa amelipia, baada ya kumpa ile quotation unaenda kwenye kuconvert kuwa invoice. Kwa ikija hapa inakuwa ni kama unafanya POS ya kawaida. Kwa ukifika hapa unaiconvert tu kawaida. Kwa hiyo tayari inaingia kwenye sales zako, na ikija hapo unaona kabisa iko invoice 100, na ukisema 100% maana yake dawa zote ambazo mteja alizirequest umeweza kuzipata na umeweza kumtumia. Kwa hiyo ndio Proforma. Na kitu kingine kwenye Proforma unaweza ukaja ukafanya filtering hapa kwa tarehe kama kawaida. Unaweza ukafanya filtering ya status kama kawaida.